mrejee kwani kufuatana na mimi, je, mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu, hata wewe waume zenu? Enyi wanangu, mrejee nendeni zenu, kwa kuwa mimi ni mzee, siwezi kupata mume tena. Kama ningesema natumaini kama ningepata mume hata usiku huu na kuzaa watoto wa kiume. Mstari wa 13 neno la Mungu linasema, je, mngesubiri hata watakapokuwa watu wazima, mngejizuia msiwe na waume? La sivyo wanangu, maana ni ngumu kwangu kuliko kwenu, kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kitabu hiki cha Ruthu ni hadithi ndefu, lakini inamwongelea mwanamke anayeitwa Naomi na wakwe zake wawili. Na ambacho nitakachoenda kukisemea leo kuhusu urejesho hasa kwa wanawake. Tunamuona Naomi amesimama vema. Ni mwanamke alikuwa ni mjane, alifiwa mume wake na watoto wake wawili aliwapoteza. Lakini kwa imani Naomi anaamua kurudi kwenye nchi yake ya alikokuwa anaishi zamani. Anarudi, lakini anarudi na mke wake mmoja ambaye alikataa kabisa kuacha kuambatana na huyu mama. Lakini huyu mama anawasihi wakwe zake, anawaambia kwamba yeye tayari ameshafiwa na watoto wake, hana uwezo tena wa kuishi na hao mabinti. Lakini mabinti wanakataa. Binti mmoja Ruthu anasema, hapana, mimi nitaambatana na wewe, utakapokuwa na mimi nitakuwa hapo hapo, utakapokufa na mimi nitakuwa hapo hapo. Tunaona kabisa huyu mama ni mama wa mfano, anasimama kwenye nafasi yake, japokuwa ni mjane, japokuwa amefiwa na watoto wake, amepoteza tumaini, amekata tamaa huyu mama, lakini bado huyu binti anakubali kuambatana naye. Na anaporejea kwenye nchi yake, anamuelekeza huyu binti Ruthu kwenda kufanya kazi kwenye shamba la Boaz. Anaenda kufanya kazi za kuokota mazao kwenye shamba. Anaokota, lakini huyu binti mwisho wa siku anaweza kupatana na Boaz, na mwisho wa siku anaolewa na Boaz. Hivyo bila kupoteza muda sana katika Biblia, ninataka sasa turudi kwenye maisha yetu sasa ya uhalisia, kwenye maisha yetu sisi hasa wanawake. Ukiangalia mabinti wengi, labda anapofiwa au ambapo kipindi anatafuta mchumba, wanakuwa wanakosa wanawake wenye msimamo kama akina Naomi, wa kusimama na kuwaelekeza mabinti zetu vizuri kwamba simama hivi, fanya hivi. Lakini tunaona Naomi alisimama vizuri na alimwelekeza huyu binti Ruthu mpaka akaweza kupatana na Boaz. Lakini kwa upande pia wa kina baba, tunatamani kupata wanaume kama akina Boaz. Boaz alikuwa anafanya kazi za shambani, lakini anakubali kumwoa huyu binti kwa sababu alikuwa anajituma. Lakini huyu binti pia alikuwa ni mcha Mungu, lakini pia alikuwa na uwezo wa kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo kwa hawa watu watatu, jioni hii ya leo, mpenzi mtazamaji, msikilizaji, ninaomba nikutie moyo. Tunatamani kupata wanaume kama akina Boaz, wachapakazi, wanapata hisia, kwa sababu huyu binti alienda kinyume. Alikuwa ameelekezwa na akaenda, lakini Boaz alimuelewa huyu binti, akamwoa, akamchumbia, akafuata taratibu zote. Wanaume wengi sasa hivi hawataki kufuata taratibu anapotaka kumwoa binti. Hili limekuwa ni tatizo kwenye jamii zetu. Wanaume wanaokota tu, wanachukua tu binti bila kufuata utaratibu, mila na desturi hazifuatwi. Lakini pia kwa mabinti kama Ruthu, naomba tu niwatie moyo mabinti ambao hawajaolewa. Ninaomba wawe wavumilivu, lakini wajitahidi kufanya kazi. Wanaume wengi sasa hivi hawapendi wanawake ambao wamekaa tu hawafanyi kazi. Wanapenda sana kupata wanawake ambao wanajishughulisha, wanajituma, lakini pia wanyenyekevu, wanaoweza kusikiliza hata maneno ya wakubwa. Kwa mfano, unakuta binti labda ameolewa, hawezi kumsikiliza mama mkwe wake, anamchukulia tu kawaida. Lakini huyo ni mama aliyekuzalia mume, ni mama ambaye ana uchungu kabisa na kijana wake. Lakini kitu kingine kwa mabinti, kusimama kabisa kwa imani na kusimamia familia na ndoa zetu. Kwa sababu sasa hivi kuna wimbi kubwa sana, kuna upotoshaji mkubwa sana, hasa wanaotumia mitandao za kijamii, kwamba kuolewa sio lazima, labda kuolewa mpaka ufikishe umri fulani, sijui miaka 40. Mtu anakuambia ili uolewe lazima ujitafute kwanza, ujipate. Lakini hapana, tunao jukumu sisi kama mama, wanawake na maombi, kuikumbusha jamii, kuwakumbusha mabinti zetu, umri unapofika, umri sahihi wa kuolewa, ni lazima uolewe.
Na kufanya kazi ni kitu cha muhimu sana na ni kitu cha msingi sana. Lakini pia ndoa ni mpango wa Mungu. Naombeni ndoa ziheshimiwe. Wanawake wengi hasa ambao wako kwenye ndoa hatuzisemei vizuri ndoa, na tunajikuta tunawakatisha tamaa mabinti wengi, tunapotosha wale wanawake ambao wako kwenye ndoa. Ndoa natakiwa kuwa mabalozi wazuri wa kuzisemea ndoa. Swali ambalo mimi sijapata jibu hasa kwa wanawake ambao wanapotosha ndoa. Mimi natamani wanawake hao wanapomshauri binti usiingie kwenye ndoa au subiri umri, mtuambie njia zipi mnatumia kuishi. Nyie ni watawa au nyinyi mnaishije? Mimi kweli natamani wamama wengi katika jamii hasa walioko kwenye ndoa waige mfano wa Naomi. Wale wamama wanaweza kuwatia moyo mabinti, wanaoweza kuwatia nguvu, kuwatia joto mabinti. Lakini kwa sababu muda wetu ni mchache, ninayo mengi ya kuongea, naomba tukamalizie kusoma katika kitabu cha Tito sura ya pili mstari wa 3 mpaka wa 5. Nitasoma kwa haraka. Neno la Mungu linasema, vivyo hivyo wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu, wasio wasingiziaji, wasio wenye kutumia mvinyo nyingi, bali wafundishao mema, ili wawatie wanawake vijana akili, wapende waume zao na kuwapenda watoto wao, na kuwa wenye kiasi, kuwa safi, kufanya kazi nyumbani mwao, kuwa wema, kuwatii waume zao wenyewe, ili neno la Mungu lisitukane. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo wanawake wakubwa, wanawake watu wazima, tunayo kazi. Tito ametuagiza tunayo kazi ya kuwatia akili watoto, kuwatia akili mabinti zetu, ili kusudi mwisho wa siku jina la Bwana wetu Yesu Kristo lisitukane. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Amina. Unajua mtumishi, sasa hivi tumekuwa na shida. Kwenye familia nyingi unakuta msichana kaolewa hamheshimu mume wake. Amina. Hamheshimu mama mkwe. Ni kweli. Lakini tunapoangalia huyu mama jinsi alivyokuwa mcha Mungu, ndio hiyo alifanya kwa sababu alikuwa ni mcha Mungu. Ndio. Na wewe binti ukiwa mcha Mungu, utamheshimu mume, ndio, utaheshimu wazazi, ndio, utaheshimu wakwe mawifi zako. Ndiyo. Kwa sababu huyu mama baada ya kufiwa mume, ndio, akafiwa watoto wake wa kiume ambao ndio walikuwa waume wa wale mabinti. Ndio. Lakini kwa sababu walikuwa wanaelewana na mama mkwe wao, Ndiyo. wakasema sisi hatutaondoka. Utakako kwenda ndiko tutakako kwenda. Haleluya. Utakako ishi ndiko tutakako ishi. Haleluya. Kwa sababu gani? Kwa sababu wale mabinti walimheshimu mama mkwe. Ndio. Sasa mabinti wa sasa, ukiwa na Yesu ndani, ukimtii huyu Mungu, utamtii mama mkwe. Mama mkwe ni mtu aliyekuzalia mme. Asingekuwa huyo mama mkwe wako, asingekuwa baba mkwe wako, huyo mme ungempata? Hapana, asingekuwepo. Asingekuwepo, na ndiye aliyekuweka pale. Lakini tumeambiwa wazee, sisi wazee, watu wazima, kina mama, tuwashauri hawa mabinti. Ndio. Kwa maana hiyo tusipowashauri mabinti, sisi ndio tutakuwa na hukumu. Sisi ndio tutahukumiwa kwamba tumeshindwa kutumia nafasi yetu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nipende tu kukukumbusha ndugu yangu msikilizaji, uweze kutupigia simu namba 0744651526 na 0683723035. Lakini tutumie ujumbe mfupi 0759836427. Tutakusikiliza na wewe utasema maoni yako. Ni jinsi gani dunia ya sasa ilikofikia? Dunia imebadilika sana. Haleluya. Sisi zamani wala baba mkwe kama ni binti, mama mkwe huwezi kukaa naye karibu. Utakaa na mama mkwe lakini sio baba mkwe. Lakini sasa hivi watoto wa sasa hivi ni shida. Changamoto, ni changamoto kubwa. Changamoto. Lakini bado Tito anatuambia sisi tumechukua nafasi ipi kwa ajili ya uzao wetu. Si mtoto tu wa kike, hata mtoto wa kiume. Tumechukua nafasi ipi kumshauri, kumfundisha ni jinsi gani anapokuwa ameshapata mchumba akaishi, anapoenda kuanzisha mji au anzishe vipi.
Haleluya. Ndicho tunachotakiwa. Nipende kushukuru ndugu yangu msikilizaji, muda wetu umeenda sana, lakini niseme kitu kimoja tu kwamba sisi somo hili litaendelea wiki ijayo. Kama ukupata muda wa kupiga simu, utatupigia simu Alhamisi ijayo, kipindi cha mwanamke na maombi. Nikushukuru sana wewe ambaye umesikia neno hili. Najua kuna kitu ambacho umejifunza, kuna kitu ambacho kimekutia moyo. Endelea kujipa moyo. Ujue kwamba Mungu hajakuacha, bado yuko pamoja na wewe. Majaribu yapo, lakini ni ya kitambo. Naomi alipata majaribu, kufiwa na mume na kufiwa na watoto wote, kabaki mmoja, ni kazi ngumu sana. Hallelujah. Lakini wale watoto wote walikubali kuambatana na yule mama, na baadaye wakaenda kumpata Boaz, na bado wakaishi maisha yenye furaha zaidi. Na wewe ukumbuka kwamba utaishi maisha yenye furaha. Mtumishi, omba kwa ajili ya hawa watoto watu. Lakini ulikuwa na mimi Lozi Mafanga, mwanafunzi wa Yesu. Pia ulikuwa na Belenadeta Kaloli. Naomba tu niwakumbushe kwamba mwanamke na maombi huwa wanakutana siku ya Jumamosi, jengo la Media Expert, kuanzia saa 3:30. Kwa mwanamke uliyekata tamaa, unayetamani kujumuika nasi, karibu sana kila Jumamosi. Basi kwa neno hili naomba niombe pamoja na nyinyi. Asante Mungu wetu na Baba yetu kwa kipindi hiki na muda huu ambao Bwana umeachilia mbele yetu kusema na wasikilizaji wote ambao wanatusikiliza wakati huu. Hili neno Bwana ukalibariki kila yote ambaye Bwana ameweza kupata muda wa kusikiliza neno hili, likawe mbegu katika mioyo yao, ikawe mbegu katika maisha yao. Wamama wote waliokata tamaa, wajane, wengine wanatafuta wachumba, Mungu ukawabariki. Lakini tunatamani kabisa Mungu kupata wanaume kama Boaz, wakawe mifano, wakawe vichwa katika familia na jamii na kwa taifa zima. Tunasema asante Mungu kwa muda huu, ukambariki kila mtu mmoja mmoja. Bariki wafanyakazi wa Radio Sengerema wote, uongozi wote, lakini ukabariki kundi la mwanamke na maombi. Bwana usiwaache wala usiwapungukie. Tunaomba haya machache tukiamini ni katika jina la Yesu, Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Amina. Neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Vitabu vingi sana vimeandikwa kwa hekima yake mwanadamu, vikitupotosha waziwazi vile twaweza kuishi vema duniani. Ila yabidi tuelewe kwamba pale mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Warembo wote watapita, wanaume mali safi watapita, wamama swa baba watapita, lakini neno lake Mungu litasimama. Beli mpya zitapita, wale wameweza watapita, raha za dunia zitapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama, neno litasimama, mambo yote yatapita, neno lake Mungu. Neno litasimama, neno litasimama, Neno lake Mungu. mambo yote yatapita, lakini neno litasimama.
dunia utapita, mali ya dunia yatapita, na utajiri wote utapita, lakini neno lake Mungu litasimama. Vyeo vya kisifa vitapita, na falme zote zitapita, vilivyodhaminiwa na vitapita, lakini neno lake Mungu litasimama. Neno litasimama. Tuanzie mwanzo hadi ufunuo. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Agano la kale na agano jipya, Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. walioheshimiwa wote, yaliyothaminiwa yote, na hayatadumu kamwe. Hautalitangua, liko imara. Neno Yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno litasimama. Neno litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litasimama.